Happy Sabbath, church. Happy day. If you are happy and you know, say amen. Amen. That amen does not sound like it is coming from people who are happy. Say an amen with a smile as children of God who are under the feet of the Creator. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know and you really want to show, if you are happy and you know, say amen. Thank you, and may the Lord bless us all as we come to the feet of Jesus. Now today is the Women's International Prayer Day. And we thank God that as women, we also have an opportunity to lift the name of Christ high. And today is that day in the year 2024. Before I bring those who are going to minister to us this morning, I would wish to recognize any visitors who are joining us for the first time in our church today, or those who have not been with us for quite some time. Wageni ambao wametutembelea kwa siku hii ya leo, ama kuna wengine wenzetu ambao wamekaa muda mrefu na hawajahudhuria lakini leo wako na sisi. Naomba tafadhali msimame. Msimame. Ni kama leo hatuna, tuko nao. Ningeshangaa sana. Nimewaona na tumefurahia kuwaona. Tafadhali wageni penye mpo, mtupungie tu mkono kutoka penye mpo. Kanisa, tuwapungie mkono. Asanteni na karibu, na mkirudi makanisani mwenu, mpeleke salamu kutoka kwa kanisa letu. Watoto ambao wako nasi kwa half term, First Church Elder ashawatambua. Ninasema tu karibu sana. Tuko na choirs nyingi kanisani siku hii ya leo, na nikiita jina la choir na wewe ni muhusika, naomba tafadhali uweze kusimama, ndiposa tukiwa tumesimama wote tupunge mkono kwa kanisa. Tuko na children's choir. Watoto wetu, choir ya watoto wetu, mko wapi? Msimame. Pia tuko na ambassadors choir. Asanti choir ya watoto kwa kusimama. Choir ya vijana, the youth choir, simameni tafadhali. Simameni tafadhali. Alafu tuko na choir ya Possibility Ministry choir. Simameni, asanti sana. Tuko na choir ya Amo Adventist Men Organization choir. Thank you for rising up. Pia tuko na church choir. Church choir, naomba pia kwa unyenyekevu tuweze kujiunga na choir zingine tukasimame. Asanteni, tupungie kanisa mkono tukiwa pamoja hivyo. Asante, na Mungu aendelee kuwatumia katika huduma yake. In a very special way, I want to recognize the Women Ministry Choir, ambayo pia ni choir geni kwa siku hii ya leo. Women Ministry, mpo wapi? Simameni. Asanteni sana, they are all over. Pungia kanisa mkono. Asante, thank you so much, and thank you for your ministry in God's service. In a special way, Women Ministry invited 2 choirs, Bobaracho, Kegati Home Church. Najua mumekaa hapa na pale. Alafu pia tuko na choir ingine ya Etangi Milimani Home Church. Etangi Milimani Home Church, Kegati Home Church. Musimame kwa pamoja kama choir alikwa.
Asanteni kwa kuitikia mwito wetu na mtusalimie. Asanti, most welcome as you minister in God's work today. On behalf of the elders, I would wish to invite our sponsor, Elder Johnson Omare. Wherever you are, kindly rise up and greet us. Wapenzi wa Bwana, happy Sabbath and a happy day. May we be blessed so much. Amen. Those who are going to minister from up front today, to bring us the key text is our sister Lillian Oyondi. Rise up and greet us. Asanti, ametupungia mkono. Pengine tutaenda kwa huo mtindo, alafu wakisimama kufanya hiyo huduma, mtasikia sauti yao. Asanti. Pastoral prayer will be brought to us by Elder Duncan Onyango. Asanti. The tithe and offering will be guided by Sister Joyce Ogendi. Asanti. A special song will be brought to us by our daughter. In women ministry, we advocate that ladies from 13 onwards and beyond my age should be members of women ministries. Na hata mkituona tukiwa wengi hapa, hii sio women ministry, hii ni choir. All the ladies, you are welcome. So we have our youth, who is also a member of women ministries, Sister Janet Oeri. She will bring the songs to us. Thank you. Children's sermon will be guided by the junior PowerPoint class. To invite them will be our child, Anita Mongina. Karibu. Asante. Our interpreter will be, our sign interpreter will be Shebades Oruta Rachel. Ametusalimia kwa hiyo lugha. Asante dada Rachel. To interpret for us as our speaker leads will be Sister Edina Matoke. Asante dada Edina. And today, our guest speaker is Pastor Dr. Gladys Kebaso, who is the leader of women ministries in Nyamira Westfield. Dada Pastor Dr. Gladys Kebaso, we pray that God will use her mightily. Now, speaking who has brought the speakers or the ministers for the day is the women ministry leader, Alice Nyambane. And I want to take this opportunity to also give you a salute. Thank you so much. Feel most welcome on this day. Feel at the feet of Christ. And it is my humble prayer that at the end of it, we shall feel that indeed we have been at Jesus' feet. Now from here, the program will run as organized, starting with the reading of the key texts. Be blessed. Napenda kitabu chake kilichotoka mbinguni, barua kwangu ya Bwana, ujumbe wake wa pendo. Katika hiyo kitabu tuliyopenda, tufungue Biblia zetu, Jeremiah 33 mstari wa 3, Jeremiah 33 verse 3, na inasema, call to me and I will answer you
and show you great and mighty things which you do not know. I repeat, call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Tusimame na nyimbo zetu za Kristo nambari 73 tukiongozwa na choristers. Tunyenyekee tukipata ombi. Wale ambao wameketi na wasimusimame ili tunyenyekee tupate ombi. Tunaomba. Mtakatifu aishe mahali pa juu, Baba tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Umekuwa nasi tangu Sabato iliyopita mpaka ukaona ni vyema tukutane tena Sabato ya leo. Baba tunaomba msamaha wa dhambi, upate kutusamea ili utukubali tunapokuja kukuabudu. Asante Baba, wanawako wamekuja, wadogo kwa wakubwa, wamekuja na mizigo mbalimbali. Baba tunakuomba wakubalie ili wanaporudi nyumbani Baba, warudi wakiwa huru. Asante Baba kwa sababu ya wakati huu. Tunakumbuka wale wenzetu ambao ni wagonjwa hospitalini, hata manyumba zao, hata wenda wengine wamekuja wakiwa wagonjwa. Baba tunakumbuka mzee Charles, umkumbuke penye amelazwa katika hospitali ya Krista Marian. Baba umshughulikie na saidi Baba mapenzi yako yatimike katika maisha yake.
Baba, asanti kwa sababu ya ibada hii ya leo. Tunakumbuka pastor, doctor ambaye anaenda kutuhudumia. Baba, unene na yeye, asionekane bali umpe ujasiri ili anaponena na watu wako Baba, jina lako lipate kuinuliwa. Asanti Baba kwa sababu ya huduma ya leo. Tuongoze na Roho yako Mtakatifu. Baba, asanti kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Tunakabidhi viongozi wote ambao ulichagua, ambao wanatuongoza. Baba, wape maarifa na ujasiri ili wanapotuongoza Baba, watuongoze kulingana na mapenzi yako. Baba, hata kaunti yetu ya Kisii tunajikabidhi mikononi mwako. Baba, uongozi ambayo ulileta ni wewe tu ulichagua. Baba, tunakuomba ulete amani kati ya governor na naibu wake. Baba, uliwachagua wakiwa pamoja, na tunakuomba Baba waunganishe ili amani patikane katikati yao. Asante Baba, tunapoendelea na ibada tunakualika wewe kiongozi wetu. Mapenzi yako yatimike katika maisha yetu, ni katika jina la Yesu nimeomba tena kuamini. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Tumefika wakati mwingine mwema, tunaenda kukusanya tithes and offerings. Before that, tufungue Biblia zetu katika kitabu cha 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Second Corinthians chapter 9 verse 7 inasema, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Nirudie, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Deacons and deaconesses, wherever that you are seated, may you rise up as we pray. Hebu na tuombe. Our kind and most gracious Father in heaven, thank you, Lord, for the so many wonderful things that you have done for us. Thank you, Lord, for the so many blessings that you bestowed upon each one of us. Thank you for this day, which is a Sabbath day. Thank you for this hour, oh Lord. Thank you because, our Lord, you are the giver of all good things. My Father and my God, and your word puts clear that every good and perfect gift comes from you. My Father and my God, we ask that you accept these gifts, and you accept these gifts, oh Lord, for your glory. It's our humble prayer. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Tufungue nyimbo zetu za Kristo namba 94. Milimani etangi pange laini pale, mje kwa wimbo wakifuatwa na Bobaracho Kegati Home Church. Young
your anchor hold in the storms of life. When the clouds unfold their wings of strife, when the strong tides lift and the cables strain, will your anchor drift or firm remain? We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. It will firmly hold in the straits of fear, when the breakers tell that the reef is near. Though the tempest rage and the wild winds blow, not an angry wave shall overflow. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. It will surely hold in the floods of dark, when the waters cold chill our latest breath. On the rising tide it can never fail, while our hopes abide within the veil. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. When our eyes behold in the dawning light, shining gates of pearl, our harbor bright, we shall anchor fast to the heavenly shore, with the storms all past forevermore. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. Umeanza kutoka? Si ati nimeanza.
ningo bomonene ningore ange abantu barigete kogende segi ningorigete areta bamwabo bachego konyeka tibachago sira ogokonyano kwao no buya bonsi ogokonyano kwao no buya bonsi ntobense moya omonene botambe Tobonene gosogosikwa gatwa saire gonde ya yeso muya inteno wanchani watoretire oyo rangeriwe oyo noyoye ogokonyano kwao no buya bonsi ogokonyano kwao no buya bonsi ntobense moya omonene botambe agatogora tarine dhahabu igori ya manyinga eriogo kumya yeso toichoiria omoikomo chenu twatigire bibe na bayetore ogokonyano kwao no buya bonsi ogokonyano kwao no buya bonsi ntobense moya omonene botambe eseginendoro tigatorore oyora yebue gonde yeroti se hace bendera twatenenire na otora buere na omorembe ogokonyano kwao no buya bonsi ogokonyano kwao no buya bonsi ntobense moya omonene botambe ogokonyano kwao no buya bonsi ogokonyano kwao no buya bonsi ntobense moya omonene botambe Happy Sabbath, happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath, happy day. I now welcome the church choir to come for a special song. Church choir. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu.
zaidi nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili, zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake kuu, wokovu wake kamili. Happy Sabbath.
1, 2, 1, 2. Happy Sabbath. Happy day. Welcome to the children's sermon. Last week we learned about fight the good fight from the book of 1st and 2nd Timothy. Today we are going to learn the runaway slave again from the book of Philemon. In your Bible, right after Paul's 2 letters to Timothy, you will find 2 very short letters. One is addressed to Titus, the other to Philemon. Though Paul's little letter to Philemon is not very long, it is one of the most exciting books of the Bible. It is all about a runaway slave. What? A runaway slave? Who is this slave? Philemon is the slave owner, and Onesimus the slave. Both had become Christians, but Christianity had not yet destroyed the old, hateful costume of slavery. The law allowed a Roman to buy as many slaves as he could afford. These poor slaves had little control over their own lives. If they tried to escape and were recaptured, their owners had the right to torture them or kill them as they pleased. Paul faced the dilemma when he brought Onesimus to Christ and learned that he was a runaway slave. Spiritually, Onesimus was free, but he was still the slave of Philemon, also a convert of Paul. What should be done? Should Paul tell Onesimus to go to try hide from his master or send him back? Paul decided to send him back, and Onesimus agreed to go. And that's what this brief love letter is all about. It is a model of tactfulness. Notice how graciously Paul approached this matter. In the letter to Philemon, he wrote, I always thank my God as I remember you in my prayer, because I hear about your faith in the Lord Jesus and the love for all saints. Your love has given me great joy and encouragement, because you, brother, have refreshed the heart of the saints. It was love that was needed just now, lots of love. I appeal to you for my son Onesimus, who was my son while I was in chains. I am sending him with my very heart back to you. I would have liked to keep him with me, but I did not want to do anything without your consent. Perhaps the reason why I was separated from you was that you might have him back for good, no longer as a slave, but better than a slave. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me, and if he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. The Bible doesn't tell us what happened when Philemon received this beautiful love letter. But the story has come down through the centuries that Onesimus was accepted as a brother and later became a leader in the church. And so the love of God in Christ won one of its earliest victory over the wicked custom of slavery. The lesson that we learn from the story is that, as children of God, we should welcome others with love.
Thank you for listening to the children's join us next Sabbath for more lessons. Bye. See you. Let's humble ourselves and pray. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for guiding us. Thank you, Lord, for the gift of food. Thank you, Lord, for the gift of life you have given us, Lord. Thank you, Lord, for guiding us as you are saying the children's story. Now, as you are going back to our seats, please guide us and be with us. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. God is good. And all the time. I want to take this opportunity to thank God Almighty for giving me a chance to stand before you and speak His word. Good. I hope it's okay now. You may wonder why when divine hour has reached and the mic starts misbehaving. Why has it not been misbehaving since we began? We need to pray. No wonder it's a coincidence that today is International Women's Prayer Day. And we need to pray that even these mics, God will take charge, God will control them so that we can hear His word. Praise God. Now, my sister here, she is my translator, and we are going to work together. So don't ask why she has stood aloof. I've asked her to do that for only 1 minute. Then when we enter into serious business, she will join me. That does not mean what I'm doing is not serious. It's part and parcel of our worship also. And what is it that I want to do? I am so delighted and so happy to be back home. I know it may sound so new to most of us, but let me tell you that this is home. This is home, and this is where I grew up. As a youth, Kisii Central Church is the one that nurtured me. A few of you can remember, but most of us maybe have forgotten. This is my home church, though I hail from Nyamira Westfield. That is simply where I work. But my home church is Etangi. My district is Gekom. And Gekom, you know, came from this district. Yeah, so those of us who could remember very well, this church nurtured me as a youth. After Form 4, you know, sometimes you wonder and you don't know what to do. But this church, there's a group that was nurturing us. And if I look around, I can see some few members of that group called the Lamb's Friends. Yes, the Lamb's Friends, I'm a member of that group. And we began it here in Kisii Central. And I see some of my friends like Alice, she's there. I see Yunia, she's there. I saw Muthoni. Ama, did you leave the group? No, she's there. So that group nurtured us. So I have memories of this church.
And I'm so happy that this today is my homecoming. I'm so happy and excited, but at the same time so humbled, because during that time, up to this moment, there are so many changes. There are so many changes that have taken place. Occasionally, I come, when I pass by, I come here, but I've not had the opportunity to stand and talk to you. That is one incident I remember very well. And the second one, very profound also to me. This is the very church where I did my wedding. Yes. Down the line, 17 years ago, in a month's time, I will clock 17 years in marriage. Do I look like one? Yes. This is where, this church, I walked down the aisle and I said, I do. And I want to thank God because God has kept my marriage till to date. So this church, I have a lot of attachment to it. And I remember during those days, after that wedding, we came outside here. This kipanda here had benches, and only elders will sit there. Today you have changed. I can see women seated there and even the youth. During that time, you will not make a mistake of sitting there. My elder Yondi, you know very well. And this is where I did the reception. You can imagine that wedding. Nowadays, if you do a reception in such a place, is that a wedding? During our time. Yeah, so I thank God. I thank God because I have those memories. And when I left for college in India, I remember this church supported me. They are the ones who fundraised for me. Eldoyondi, you will not know, but I came to you and you gave me 2,500 shillings. You will not remember, but me, I remember. And many of you here, you did a lot to me. And today, I stand here a fabric of what you did to my life. God bless you so much. I'm humbled to be here. And I saw that Elder Samson, I don't know where he has gone. Yeah. Yes, that friend of mine. Yo tulisoma na yeye India, tulikuwa na yeye pale. So I saw him. So when I'm here, I'm not a foreigner. I'm home. And I also have my sister. My sister, she's a member here. You might not be knowing her. I don't know whether she becomes a backbencher when she comes. My sister called Maureen. I don't know where she could be seated. Yes, she is there. That is my sister. She comes from this home church that sang a very beautiful song, Will Your Anchor Hold On? Yes, because that's my home. That's my home. So I'm happy and I'm humbled to be here today so that we can worship together. My interpreter, please come. Now, we want to enter into this serious business. Tungependa kuingia katika shughuli ya leo. And your leader, na kiongozi wenu, Mama Alice, she's a very serious lady. Ni kiongozi mweledi kabisa. She has been on my neck always. Amekuwa akinifuata hapa na pale kila mara. Following up about today's presentations. Akijaribu kujua hali ya siku ya leo. And your pastor also, I'm humbled that he could give us space. Na mchungaji wenyu nanyenyekea maana ni mwenye kutupa fursa. Just take our appreciation to him. Ili tuweze tunapata kumshukuru yeye. Sister Alice, you know, I almost told you that I'm not coming. Na unajua dada Alice, karibu nikwambie mimi singeweza kufika. Seriously, because I was very ill. Maana mimi nilikuwa ni mgonjwa. And even now I just prayed over last night, God, just hold me firm until I finish the sermon. Hata siku ya jana nilifanya kumwomba Mungu, jamani Mungu nishikilie hadi nikamilishe mahubiri.
Because I'm a pastor and I understand once I've invited a guest to speak. Maana mimi ni mchungaji na napata kuelewa kwamba pindi tu ninapomwalika mgeni kwa ajili ya kuhubiri. And at the 11th hour the speaker turns you down. Na dakika ya mwisho mgeni nikuambia kwamba mimi sitafika. Let me tell you, it's so disappointing. Wacha nikwambie inakufisha moyo. So I never wanted to do that, Mom. Kwa hivyo mama, mimi sikutaraji kufanya hivyo. And I ask God to give me health. Na ninamwomba Mungu anipatie msaada wa kiafya. I also ask you nami nawasihi that you pray for me, mpate kuniombea, so that we can finish well. Ili tupate kumaliza vizuri. I'm happy that you are a church that is already ignited. Mimi nashukuru maana nyinyi kanisa ambayo tayari limeshawashwa. Do you know sometimes you go to a congregation? Unajua kuna wakati ambapo unafika kwenye umati. Even when you expect some response from that congregation. Unapotarajia kwamba umati huu upate kuitikia. They only watch at you. Wao tu ni kukutazama. They don't respond. Hawafanyi kuitikia. But I'm happy because I've already experienced that you are already ignited. Sasa mimi ni mwenye furaha maana tayari mumeshawashwa. When a choir sings here, kwaya inapopata kuimba hapa, I hear a big loud amen. Nasikia kwa sauti kuu amina. Those are ignited people who want to have a relationship with their God. Hao ni watu waliowashwa ambao wako na tamani ya kuwa na uhusiano pamoja na Mungu. So I welcome you to sit at the feet of Jesus. Kwa hivyo nawakaribisheni mpate kuketi katika miguu yake Yesu. So that together we can all be blessed. Ili kwa ujumla tupate kubarikiwa. Our key text came from the book of Jeremiah. Fungu letu kuu lilitoka kitabu cha Yeremia. I want you to open your Bibles there. Ningependa mweze kufungua Biblia pale. The book of Jeremiah chapter 33. Kitabu ni cha Yeremia 33 and verses 3. Na fungu lake ni la 3. That is where I lay my presentation. Basi mafunzo yetu yatakuwa na kina pale. But before we read and listen to the sermon, I want us to invite the presence of God. Basi kabla hatujasoma na kusikiza mahubiri, tutaomba uwepo wake Mungu. We are praying. Na tutaomba. Almighty Father in heaven, Baba yetu aliye mkuu juu mbinguni, we have come before you. Tumekuja katika uwepo wako. Lord, our cups are empty. Baba yetu vikombe vyetu vitupu. Our hearts are yearning for your presence. Mioyo yetu inataraji uwepo wako. We want you to speak to us. Tunahitaji uweze kunena pamoja nasi. We want to hear your voice. Tunahitaji kusikia sauti yako. We want to see your face. Tunahitaji kuona uso wako. So speak to us, Lord. Kwa hivyo nena pamoja nasi Bwana. Lord, use me. Bwana nifanye kunitumia as you wish. Namna ilivyo mapenzi yako. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. Thank you so much. Asante sana. Now, our topic is ignite your prayer life. Mada yetu ni kwamba washa maisha yako ya maombi. Igniting your prayer life. Kuwasha maisha yako ya maombi. How do you ignite your prayer life? Utawashaje maisha yako ya maombi? Do you go for a matchstick? Basi utaenda ni mwenye kutafuta kiberiti. And then you come and ignite it? Ili upate kuwasha. What do you do when you hear ignite your prayer life? Ufanye nini unaposikia kwamba uwashe maisha yako ya maombi? What is it to ignite? Ni nini unapowasha? To ignite is to set on fire. Basi kuwasha ni kuwasha moto. Or it's to light where darkness is, let there be light. Ama ni kuangazia mahali ambapo hapana nuru. Or it's to kindle up. Ama ni kuyeyusha upya. Or is to set in motion. Ama ni kuanzisha upya. So when we talk about igniting something, basi tunaposema ya kwamba uwashe kitu, it simply means something that you want to ignite is at a static motion. Ina maana kuwa hiki kitu sasa kimefanya kutulia.
It's not moving. Hiki hakisongi. You must do something for it to move. Lazima ufanye jambo ili kipate kusonga. Are you static in your prayer life? Basi wewe umefanya kutulia katika maisha yako ya maombi. Do you want to move? Ungependa upate kusonga? Yes, I know. Hakika najua. Some of us are static in our prayer life. Wengi wetu tumepata kutulia katika maombi but yetu. We do not know how to ignite. Lakini hatufahamu namna ya kuwasha. If you want to ignite fire, ungependa kuwasha moto, you will look for a matchstick. Basi ni mwenye kutafuta kiberiti. And then you ignite that fire. Na ufanye kuwasha ule moto. If you want to ignite your car, basi kama ungepata kuwasha gari, you must have the key. Lazima ufanye kuwa na funguo. That car must have petrol. Gari lazima lipate kuwa na mafuta. Because without petrol you cannot ignite the car. Maana pasipo mafuta hamna gari kuwaka. So as a Christian, basi sawa na Mkristo, if you want to ignite your prayer life, ungependa kuwasha maisha yako ya kiroho, what are the ingredients that you will need? Basi vitoweo ni nini ambavyo unastahili? You need to ignite your prayer life. Lazima ufanye kuwasha maisha yako ya maombi. How then do I ignite, pastor? Basi mchungaji, nitawashaje maisha yangu? In simple terms, basi katika lugha nyepesi, you need to find some promises, some verses in the Bible. Unahitaji kupata ahadi na mafungu kwenye Biblia that specifically speak to every situation and circumstance of your life. Ambayo halisi ananena kuhusu kila hali na mazingara yaliyo katika maisha yako. In this life of yours where you need change. Katika maisha yako ambayo unataraji mabadiliko. Because we have realized for you to ignite something, that something is static. Maana tumeshagundua kwamba ili uwashe kitu, hiki kitu kimefanya kutulia. It is not dynamic. Hiki kitu hasi kieledi. It must be ignited. Lazima kifanywe kuwashwa. So you must look for some verses. Ili lazima utafute mafungu fulani. Scriptures in the Bible. Utafute mafungu kwenye Biblia that speak to your situation, to your environment, to your life. Ambayo yananenea hali yako, mazingara yako na maisha yako. And then what will you do once you have found them? Basi ufanye nini baada ya kupata haya mafungu? Come before God through prayer. Hebu kuja mbele zake Mungu kupitia kwa maombi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. This will ignite your faith, and as you pray over and over, basi hii itafanya kuwasha imani yako, na unapoomba na kuomba, your passion for God will grow. Uhusiano wako pamoja na Mungu utakuwa kabambe. Then you will watch and experience the blaze of God's love. Na utapata kuona moto wa upendo wake Mungu. And after that has happened, na baada ya hayo, keep on stoking the fire. Endelea kuwasha huu moto of faith by claiming God's promises. Moto wa imani kwa kukariri ahadi zake Mungu. And you will never be disappointed in your prayer life. Na basi kama hautakufa moyo katika maombi yako. Can you ask yourself in your life? Hebu fanya kujiuliza katika maisha yako. Have you ever read the Bible? Umeshasoma Biblia? And the Bible speaks to you. Na Biblia ikafanya kunena pamoja na wewe. Have you ever read a story in the Bible? Umesoma hadithi kwenye Biblia? And this story speaks to your life. Na hii hadithi ni yenye kunena katika maisha yako. And you question yourself, did God think about me to write this verse? Na unajiuliza, jamani, Mungu ni mwenye kunifikiri alipoandika hili fungu? Because our God is a loving God. Maana Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo. He knows what we go through. Anajua yale ambayo sisi tunapitia. And the Bible clearly says, na Biblia inasema hivi kwa uwazi, everything recorded in the Bible, kila kilicho nakiliwa kwenye Biblia, has been recorded there for our own good. Kimenakiliwa kwa ajili ya wema wetu. So that when I read it, ili mimi ninapofanya kusoma, when you read it, unapofanya kusoma, it speaks to your heart. Inanena pamoja na moyo wako. It speaks to your heart. Inanena pamoja na moyo wako. And it draws you closer to your Savior. Na inakusongesha karibu na Mwokozi wako. Jeremiah 33 verse 3. Yeremia 33 fungu ni la 3. This is a very interesting verse. Hili ni fungu la kufurahisha kabisa. I remember this verse the first time I encountered it. Basi nilipokabiliana na hili fungu mara ya kwanza. The pastor who read this verse to me is the pastor who officiated my wedding. Mchungaji mwenye kusoma hili fungu ndiye mwenye kunifungia ndoa yangu. And for sure I have lived seeing God's marvelous works in my life. Na hakika nimetazama kuona mkono wa Bwana katika maisha yangu. How I pray that you also find a verse in the Bible. Nami naomba ya kwamba upate kupata
fungu kwenye Biblia that it triggers you and encourages you and motivates you along your life. ambalo linakuyusha na kutia nguvu na kukupa moyo katika maisha yako. We will come to read that verse. Basi tutafanya kusoma hilo fungu. But we have said what igniting is. Lakini tumeshajua kuwasha ni nini. And we have seen that we have to ignite using something, and that is prayer. Na tumejua tunawasha tukitumia kitu ambacho ni maombi. Most of us know different definitions of prayer. Wengi wetu tunafahamu namna tofauti ya kusema maombi. If somebody asks you what is prayer, mtu anapokuuliza maombi ni nini, watu wanasema prayer is talking to God like talking to a friend. Maombi ni kunena na Mungu sawia na rafiki. So if I have a close friend of mine, basi ikiwa mimi nina rafiki wa karibu sana, and I want to talk to this friend of mine, ningependa ninene pamoja na huyu rafiki, I will be free to talk anything. Mimi nitakuwa na uwazi wa kunena chochote kile. But let me tell you friends, lakini hebu niwahakikishie rafiki, I'm very sure, 100% sure, mimi nina hakika ya 100% that we have best friends. Lakini tuko na rafiki ambao ni rafiki wa dhati. But do you know that there are things that I cannot tell even my best friend? Na unajua kuna mambo ambayo mimi siwezi kumnenea rafiki wa dhati. It dies inside me. Yanakufa ndani yangu. I fail to explain it out. Mimi na siwezi kumsimulia. I feel sometimes if I talk about it, mara nyingine mimi nahisi kwamba nikipata kunena, how will he or she see me? Huyu rafiki ni mwenye kunitazama vipi? Yes, he or she is my best friend. Hakika huyu ni rafiki wa dhati. But sometimes there are things I'm not able even to tell. Lakini kuna wakati ambapo kuna mambo ambayo mimi siwezi kumnenea. Even spouses. Hata mchumba. Sometimes we don't speak openly our innermost needs. Kuna wakati ambapo hatuneni kwa uwazi mahitaji yetu ya kina. But the God we serve in heaven, lakini Mungu ambaye sisi ni wenye kumtumikia pale mbinguni, the one who created me, ambaye aliyefanya kuniumba mimi, the one who is there always for me, ambaye yuko pale kwa ajili yangu kila mara, the one even if sometimes I fail to tell him what is in my heart, yule ambaye wakati mwingine haijalishi sijamwambia kilicho ndani ya the moyo one wangu, who reads my heart like an open book, ambaye ni mwenye kusoma moyo wangu sawia na kitabu kilicho wazi, understands everything about me, anaelewa kila kitu ambacho mimi napitia. That is the Savior who calls me to come before him. Huyu ndiye mkombozi ambaye ananiita niende mbele zake. So what is prayer? Basi maombi ni nini? Prayer, maombi, is a wonderful material, ni kitambaa ambacho ni cha ajabu, for building up a spiritual fabric, ili kiweze kutengeza kitambaa cha kiroho. You know, there now is a tongue twister. Basi unajua hapa tunachanganya ndimi. Yeah. What is material and what is fabric? Basi kitambaa na kitambaa ni nini? Ukiangalia isara ya wamama, ndio unaweza sema hiki kitambaa ni kizuri, but am I wearing a kitambaa ama I'm wearing a dress? Basi amevalia nguo ama kitambaa? Am I wearing a kitambaa or I'm wearing a dress? Nguo ama kitambaa? So which is which? Basi ni nini? My translator, you are smart. Thank you. Is this a material or a dress? It is a dress. But we normally say what? Lakini mara nyingi tuwasema nini? This material is so good. Hiki kitambaa ni kizuri sana. But it's not a material, it's a dress. Lakini hiki si kitambaa bali ni vazi. So what is prayer? Basi maombi ni nini? It is a material. Basi maombi ni kitambaa. It's a wonderful material. Ni kitambaa cha ajabu. For building up, ili kiweze kutengeza a spiritual fabric, vazi la kiroho. Kwamba hivi nikisema huyu dadangu ndio akiwa na hii nguo, this material is a material. Material is the raw ingredient. Yani kitambaa ndicho kiungo halisi. Yes, for us to have this dress, ili tupate kuwa na hili vazi, it is the material, ni kitambaa, plus the thread, pamoja na uzi, plus the beads here, pamoja na mapambo. And then after these things
have been assembled, baada hivi vitu kuwekwa pamoja, they have been stitched together properly, vimefanya kushonwa pamoja vizuri, and we call it a dress. basi linapata kuitwa vazi. So can we move from today from saying this is a nice material? Basi tusonge kutoka kwa kusema hiki ni kitambaa kizuri. It is not a material, it's a dress. Hiki si kitambaa bali ni vazi. Made up of so many ingredients. Basi pana viungo vingi pale. Yes. Ndio. And now another vocabulary is the fabric. Basi neno lingine ni vazi. Fabric is what? Basi vazi ni nini? Is the end product now. Basi ni mwisho wa kile ulichonuia kutengeza. Yes. Ndio. Now I have the material. Basi mimi ni mwenye kitambaa. I have the thread there. Basi niko na nyuzi pale. I have the beads here. Niko na mapambo pale. That makes it look beautiful. Ambayo inafanya ionekane kuwa rembo. And then now when I look at the whole of this, basi ninapomaliza kile kilichokamilika, I call it a good fabric. Basi mimi ni mwenye kusema hilo ni vazi zuri. Now prayer is that. Basi maombi ni hayo. What are the ingredients of prayer? Basi viungo vya maombi ni nini? You need to assemble them. Lazima upate kuvisanya. Assemble the ingredients of prayer. Ufanye kusanya viungo vya maombi. The first ingredient is you as an individual. Basi kiungo cha kwanza ni wewe binafsi. You cannot pray in a vacuum. Hauwezi kuomba penye hapana chochote. The first ingredient is me. Kiungo cha kwanza ni mimi. The other ingredient I will look for is my Bible. Basi kiungo cha pili nitafanya kutafuta ni Biblia yangu. The other ingredient I will look for is my songbook. Kiungo cha tatu ni kitabu changu cha wimbo. The other ingredient I will look for maybe is a book of spirit of prophecy. Basi kiungo kingine ni kitabu cha roho ya unabii. And when I've assembled them all, basi ninapofanya kusanya hivi vyote pamoja, I need another small ingredient but very powerful. Ninahitaji kiungo kingine ambacho ni kidogo lakini ni chenye nguvu zaidi. I need faith. Ninahitaji imani. And when I have that faith, basi ninapofanya kuwa na imani, faith ndio jerehani sasa inapitisha uzi, inapitisha material, and then I come out with a spiritual fabric. Basi mimi namaliza nikiwa na vazi la kiroho. Is that your prayer life? Basi hayo ndio maisha yako ya maombi. Do you only have the Bible? Wewe ni mwenye Biblia peke yake? Do you have only the song? Wewe ni mwenye nyimbo peke yake? Do you have only faith? Wewe ni imani peke yake? Yes, you may have faith. Ndio, hakika una imani. But if you don't have the works of the Bible and the songbook, lakini kama hauna kitabu cha neno pamoja na kitabu cha nyimbo, you will not go far. Wewe hautaenda mbele. Martin Luther King said this. Basi Martin Luther mfalme akanena haya. To be a Christian without prayer, ili we Mkristo pasipo maombi, is no more possible haiwezekani kamwe than to be alive without breathing. Sawa na kuwa na maisha pasipo kupumua. Yes. Ndio. You can't survive if you don't breathe. Hauwezi kujimudu pasipo kupumua. So you need prayer as a Christian. Unahitaji maombi kama Mkristo. Christ himself invites us to seek him in prayer. Kristo mwenyewe ni mwenye kutualika tumtafute kupitia kwa maombi. Matthew chapter 11 verses 28. Mathayo 11:28. He says, "Come unto me." Anasema njooni kwangu. All of you who are heavy laden. Ninyi nyote mwenye kulemewa. And I will give you rest. Nami ni mwenye kuwapumzisha. How many of us today want to have rest? Ni wangapi ambao wanataraji kupata pumziko katika Kristo? I know we are heavy laden with a lot of things in life. Najua tumesongwa na mizigo mingi katika maisha. What do you labor for in life? Wewe unang'ang'ana na nini katika maisha? What is troubling you today? Nini kenye kukusumbua siku ambayo ni ya leo? What is taking your joy away? Nini kinakunyima furaha siku ya leo? Are you at the crossroads of making a decision? Wewe katika njia panda ya kutoa uamuzi. A decision that will define your future. Uamuzi ambao utasema maisha yako yatakuwa vipi. That you don't know what to do. Haujui ufanye nini. Christ says, "Come to me with all those heavy laden." Kristo ni mwenye kukuita uje kwake pamoja na hiyo mizigo yote mizito. And I will give you rest. Nami ni mwenye kukupumzisha. And if Christ has called me to come then, na kama Kristo amefanya kuniita nipate kwenda kwake, how do I come to him and what will he do to me? Nitakujaje
kwa Kristo na Kristo atafanya kunifanyia nini? Jeremiah chapter 33 verse 3. Yeremia 33 fungu ni la 3. Let's go there and see what Christ will do to us. Basi tutaingia pale tuone Kristo atafanya nini. Jeremiah 33 verses 3 says this. Yeremia 33 fungu la 3 yanena hivi. Call to me. Niite. And I will answer you. Nami nitakuitikia. And show you great and mighty things. Nami nitakuonyesha mambo makubwa. Which you do not know. Magumu usio yajua. Friends. Rafiki. Sometimes, we read the Bible just superficially. Kuna wakati tunasoma Biblia tu kwa sababu ni mtindo. You simply read call to me. Unasoma tu niite. And I will answer you. Nami nitafanya kukuitikia. And I will show you great things. Na nitakuonyesha mambo makuu that you do not know about. Ambayo hujapata kuyajua. I like reading different versions. Mimi napenda kusoma tafsiri tofauti. Of this verse. Katika hili fungu. And why do you think I like reading different versions? Mbona mimi nifanye kusoma tafsiri tofauti? I also urge you to love that. Nami nakusihi upate kufanya hivyo. Because if you do it, maana ukishafanya hivyo, that is one of the ways of igniting your prayer life. Ndio njia moja ya kuwasha maisha yako ya kiroho. Because it translates and it speaks to yourself. Maana inafanya kutafsiri na kunena pamoja na wewe. Yes, the Bible says this. Ni wazi Biblia inasema hivi. I will show you great and mighty things. Nitakuonyesha mambo makubwa magumu. Things that are unsearchable. Mambo ambayo haujayapata kuyaona. Let me ask you. Hebu nifanye kuuliza. When you lose something, unapopoteza kitu, what do you do? Unafanya nini? You start searching for it, isn't it? Kutafuta. Yes. Ndio. You search with the knowledge that maybe if I search here, I will get it here. Unatafuta na mawazo kwamba ikiwa nitatafuta hapa pengine nitapata. And even in the Bible there's a story of the lost coin. Na kwenye Biblia pana hadithi ya sarafu iliyopotea. Just to peruse through. Ili tupite kwa haraka. Yule mama akafagia nyumba yake na uchafu wote akaleta pamoja kutafuta the lost coin. And when she found it, the Bible clearly says she celebrated. Alipopata sarafu, Biblia inasema kwa wazi ni mwenye kufanya sherehe. For those of you who have done masters and maybe PhD. Kwa wale ambao umeshafanya uzamilifu pamoja na udaktari. You pick on a topic. Basi unachagua mada. And you search on that topic. Na ni mwenye kupekua kwenye hiyo mada. What are you after when you are searching? Kiina cha kupekua ni nini? When you do research, you want to come out with something new that people have not known about. Kiina cha upekuzi ni kupata jambo jipya ambalo watu hawajapata kujua. You want to add to the world of knowledge. Ungependa kuongeza katika ulimwengu wa hekima. Let me tell you, friends. Hebu ninene pamoja nanyi rafiki. That is not what God is talking about here. Mungu asemi hicho anaposimulia pale. When God says, I will show you great and mighty things. Anaponena Mungu ya kwamba nitakuonyesha mambo makubwa magumu. Unsearchable things. Mambo magumu. These are things that you cannot sit down and start searching by yourself. Na mambo ambayo hauwezi kutulia na uanze kutafuta ukiwa peke yako. And you find them. Na upate kuvipata. You will not find them. Kama hauwezi kuvipata. How many things in your life you have searched for and you have never seen them? Maisha umetafuta lakini kama haujapata. Today here comes the hope. Basi siku ya leo pana tumaini hapa. Christ says, Kristo ni mwenye kunena hivi. Come and pray. Njoo upate kufanya kuomba. It is me who has the key to open to unsearchable things in your life. Ni mimi mwenye kifunguo cha kufungua vile ambavyo ni magumu katika maisha yako. Praise God. Bwana asifiwe. I know there are so many unsearchable things in our lives. Ninajua pana mambo mengi magumu katika maisha yetu. The assurance we have today is that come to me and I will show you them. Thibitisho ni kwamba njooni kwangu nami ni mwenye kuonyesha. I love the version called Amplified. Ninapenda tafsiri ya Amplified. Amplified amplifies for me. Basi tafsiri Amplified yenye kufungua kabisa. And I love it as it amplifies for me this way. Ninafungua namna ambayo inafunua tena kwa ukubwa kabisa. Inaniambia hivi. Ndio. Gladys, Gladys, call to me. Fanya kuniita. I will answer you. Nami nitakujibu. And show you great and mighty things. Na nitakuonyesha mambo makubwa makuu. Fenced in and hidden. Ambayo yamefichwa kabisa. Things that are fenced in and they are hidden. Yaliyovingirwa na kufichwa. You can go back to your home.
basi utarudi pale nyumbani. Those of you who are fenced with perimeter wall. Waliovingira pamoja na ua. As our church is fenced with a perimeter wall. Namna kanisa letu lilivingirwa na ua la ukuta. Hata kama ijaisha kuna mwanya huko, ukipita kwa barabara unaona tu kuja ndani. Lakini the Bible says, lakini Biblia inena hivi, when we call upon God, tunapofanya kumuita Mungu, the things he is going to show us, atakayotuonyesha, they are fenced and hidden. Yamevingirwa na kufichwa. Which means, ina maana kuwa, even if you enter inside there, haijalishi kwamba utaingia pale in ndani, this place that is fenced, pale ambapo pamevingirwa, still it is hidden. I can't find it. Bado pana kufichwa na hauwezi kupata. What a marvelous God I have. Basi Mungu wetu ni Mungu mkuu. He has fenced good things, great and mighty things for me. Amevingira na kuficha vitu vikubwa kwa ajili yangu. In that fence they are also hidden. Katika ua lile pia vimefanya kufichwa. Hallelujah. Bwana sifiwe. I love this fashion. Mimi napenda sana hiyo tafsiri. It does not stop there. Basi hajatulia pale. It continues to tell me, endelea kunena hivi, which you do not know, ambavyo wewe hauvijui. And then it further explains this way, na kuendelea anasema hivi, you do not distinguish or recognize. Hampati kuvifahamu wala kuvitambua. Sioni kama mnaelewa. Ama ni Kisungu ni ngumu. Are you getting these points? Things that are hidden, mambo yaliyofichwa, that even if I find them even so, haijalishi kwamba mimi ni mwenye kuvipata, I cannot be able to distinguish and recognize them. Siwezi kuvitambua wala kuvibagua. Of which things before God they are great and mighty. Ambavyo mbele zake Mungu ni vitu vikuu na vigumu. Yani hata ukisoma hilo fungo ukifika hapo and your prayer life is not ignited, unataka maombi wewe. Can't you see a loving God? Jamani, Mungu wetu ni wa upendo. Who just tries to bring you closer to him. Ambaye ni mwenye kukusongeza karibu pamoja na yeye. He is wooing us to himself. Anakubembeleza uje karibu pamoja na yeye. Using all these powerful words here. Anatumia mambo makubwa hapa. So that where we were static in our prayer life, pale ambapo tulishatulia katika maisha yetu ya maombi, at least we can be a bit ignited and start moving. Ili jamani tupanye kuoshwa na tuanze tena. The things that I cannot distinguish nor recognize. Mambo ambayo siwezi kuyajua wala kuyatambua. And these things at the same time, na haya mambo wakati huu, I don't have any knowledge and I don't understand them. Mimi sina fahamu wala kuyaelewa. Oh my. What are these things? Basi haya ni mambo yepi? Great things in my life. Mambo makuu katika maisha yangu. I normally give a very basic simple example. Basi wakati mwingine mimi napatiana mfano ambao ni rahisi wa kuelewa. What do you think is great in this life? Basi ni nini kilicho kikuu zaidi katika haya maisha? That you could wish to have. Ambacho unatamani upate kuwa nacho. You know, now being a town church, basi, sometimes unajua hili ni kanisa la mjini na wakati mwingine I may give an example which some of you it cannot fit you. Nitatoa mfano ambao wengine pengine huoni kama ni mfano sawia. Which example can I give you now? Basi hebu niwapatie mfano fulani. Wacha tu niseme in common language, common understanding. Basi katika lugha na tafsiri ya kueleweka. And for us to understand what is great and mighty. Ili tuelewe kilicho kikuu na kigumu. Mtu akinunua baiskeli na mwingine anunue Prado. Hata we translator, which is great and mighty? Prado. Prado. Yes. But unaweza pata huyu wa baiskeli pia akijisifu akisikia vizuri ya kwamba na yeye ameafford ka baiskeli. Amen. Yeah. In your own understanding, katika kuelewa kwako kwa binafsi, great and mighty things, mambo makubwa magumu, unsearchable, yasiyopatikana, you cannot distinguish like now we have just distinguished between a Prado and a bicycle. Hauwezi kuyabagua sawia na tulivyobagua baiskeli pamoja na Prado. But before God, lakini mbele zake Mungu, when he does things to me, anaponitendea, I cannot distinguish them. Mimi siwezi kuyabagua. And that is why in most of our lives, ndiposa katika maisha yetu kwa wingi, you will hear people saying, utasikia watu wakisema hivi, ni Mungu tu. Yes. Yes.
Have you ever had a patient in the hospital? Umefanya kupata mgonjwa pale kwenye hospitali. You have done all you can. Umefanya kile ambalo ungeweza. And even the medics in the congregation. Na hata madaktari walio pamoja nasi. You have dealt with a patient in your life. Umepata mgonjwa katika maisha yako. And sometimes you feel this one is beyond. Na wakati mwingine unasema jamani huyu sitaweza. We cannot do anything. Hatuwezi kufanya jambo. And sometimes even you refer and say kuna ile tamu wanatumia ati mchukue nyumbani ya home what? Hiyo. And then lo and behold, natazama a God of mighty and great things. Mungu wa mambo makubwa na mambo magumu. Unsearchable knowledge of doctors. Mambo ambayo hata madaktari wenyewe hawawezi kufahamu. The owner of the medicine. Yule ambaye ni mwenye kumiliki daktari. The great physician. Ambaye ni daktari mkuu. Revives this person. Apate kuyeyusha huyu mtu upya. Brings healing to this person. Apate kuleta uponyaji katika huyu mtu. Until even the doctor will say hiyo ni Mungu. Na daktari aitikia kwamba huyo ni Mungu. That is the living God we serve. Huyo ndiye Mungu aliye hai wenye sisi kumhudumia. And that is the God I want to implore you to accept in your life. Na huyo ndiye Mungu nakusihi upate kumuitikia katika maisha yako. A God who identifies with our weaknesses. Mungu ambaye anajua kasoro zetu. A God who loves us. Mungu ambaye ni mwenye kutupenda. Matthew chapter 14 verses 23. Mathayo 14:23. Jesus himself Yesu mwenyewe took time to pray. Alichukua muda kwa ajili ya kuomba. The Bible says that once he was with the disciples. Biblia inasema alipokuwa pamoja na wanafunzi. He dismissed the disciples. Aliwafurusha wale wanafunzi. And then went aside by himself to pray. Naye ni mwenye kwenda faragani kwa ajili ya kuomba. Christ himself is divine. Kristo mwenyewe ni Mungu. But he withdraws himself aside. Haijalishi ni mwenye kujiweka faragani. To have time with his Savior. Ili apate kuwa na muda na mkombozi wake. What about you? Basi iweje na wewe? If Christ could do that. Basi kama Kristo ni mwenye kufanya hivyo. So that he could get strength. Ili ni mwenye kupata nguvu. What about you, my friend? Iweje na wewe rafiki yangu? Parents who are in the church today. Wazazi mlio hapa kanisani. When you have released your children to school. Unapomwacha mtoto aende shuleni. Like now they were home last year for 2 months. Namna walivyokuwa mwaka uliopita miezi miwili nyumbani. And they really gave us good headache. Na hakika kweli walitusumbua. When January came. Januari ilipofika. I want to believe even those who don't trust in God. Nina hakika kwamba hata wale wasiomwamini Mungu. You raise your hands up and say good riddance. Mulipata kunyanyua mkono mkisema jamani afadhali. Go back to school. Sasa nirudini shuleni. Let us breathe. Maana sasa tutapumua. Hello. Ndio. Am I speaking to somebody? Jamani nanena pamoja na mtu. Did you do that? Mulifanya hivyo. You dismissed them to school. Uliwaachilia waende shuleni. When you dismissed them, did you remained behind doing what? Ulipowaachilia ulisalia nyumbani ukifanya nini? Do you know what kind of friends they have in school? Basi unajua rafiki zake ni kina nani pale shuleni? Do you know what kind of company they keep in school? Unajua wanatembea na kina nani pale shuleni? The Bible clearly says. Biblia inasema hivi kwa wazi. When Jesus had dismissed the disciples. Yesu alipofanya kutawanya makutano. He withdrew aside by himself. Ni mwende kwenda faragani akiwa peke yake. To have communion with the Father. Ili apate kuwasiliana pamoja na baba yake. When you dismiss them to school. Unapowafurusha waende shuleni. Have time to commune with God about them. Hebu chukua muda kunena pamoja na Mungu kuhusu wale watoto. Don't simply get rid of them. Basi usiwache tu pale. Even those teachers get tired with them. Hata walimu ni wenye kuchoshwa na watoto. And they do anything to na them. wanafanya chochote. Commit them unto the able hands of God. Hebu waweke katika mikono ya Mungu ambaye ni mikono mikuu. You elders who are present here. Wazee wa kanisa mlio hapa. Thank you so much, you welcomed us. Asante sana kwa mwaliko. And from the preparation room you prepared us, we came here. Na chumba cha maandalizi mlituandaa kwa ajili ya kuja hapa. You dismissed us to the podium. Mlitutawanya kwa ajili ya kuja kwenye madhabahu. After dismissing us, where did you go to? Basi baada ya kututawanya mulifanya nini? You said now let the sermon roll. Basi mkasema hebu na mahubiri yaendelee. And you went and sat quiet. Nanyi ni wenye kutulia. And the devil can creep in and give you some sleep. Na ibilisi ni kunyemelea na
kukupa usingizi. When you dismiss people to the pulpit, ulipotuachilia tuende kwenye madhabahu, pray for them. Hebu fanya kuwaombea. That God may speak through them. Ili Mungu apate kunena pamoja na wao. You spouses who are seated here. Wachumba mlioketi hapa. Those who could be like me. Ambao pengine mko sawia na mimi. Who don't work, who don't stay together as a husband and ambao wife. muishi pamoja mke pamoja na mume. And because of the needs of this life. Na kwa sababu ya mahitaji ya maisha. The wife works there. Mke anafanya kazi pale. The husband works the other side. Mwanaume ni mwenye kufanya kazi pengine. Sometimes a leave ndio inawaleta pamoja. Wakati mwingine pumziko ndilo linawaleta pamoja. After that leave, basi baada ya hilo pumziko, you separate. Basi tena mnatengana. After that separation, baada ya kutengana, what happens? Ni nini kinachotendeka? Aende huko. And he is not even sending upkeep. Na tena yeye si mwenye kutuma hela. That is your prayer life. Basi hayo ndio maisha yako ya maombi. Is that your prayer life? Basi hayo ndio maisha yako ya maombi. You can't even pray for that man. Hata ufanye kumwombea huyo mwanaume. Do you know what kind of ladies he meets on the way? Unakutana na binti wangapi pale njiani? Even in the offices. Hata pale kwenye ofisi. Who are not tired with him. Ambao hawajachoshwa pamoja na yeye. Like you are tired with him. Na ambavyo wewe umeshafanya kuchoka. And when they see him, na wanapomtazama, they see an opportunity right. Wanaona fursa ambayo ni fursa nzuri. But when you see him, lakini wewe unapomtazama, unaona ni jangili mwingine hapo tu. When Christ dismissed the disciples, Kristo alipofanya kutawanya wanafunzi, he went aside to pray. Alienda faragani kwa ajili ya maombi. To get strength for the mission. Ili apate nguvu kwa ajili ya huduma. You need to have strength for your prayer life. Unahitaji nguvu kwa ajili ya maisha yako ya maombi. Prayer can ignite change in your life. Maisha yatawasha mabadiliko katika maisha yako. Prayer can ignite change in your life. Maombi yatawasha mabadiliko katika maisha yako. The book of John chapter 4 verses 28 through 30. Kitabu ni cha Yohana 4:28 hadi 30. A very good story is told there. Hadithi ya kupendeza pale. I know you know it very well. Najua mnaifahamu vilivyo. The Samaritan woman. Mwanamke Msamaria. When this woman met with Jesus. Huyu mwanamke alipofanya kukutana na Kristo. And Jesus showed her great and mighty things in her life. Na Yesu akamuonesha mambo makubwa magumu katika maisha yake. Unsearchable things. Mambo yasiyoeleweka. And even told her about the husband, the man she had left in the house. Na kumnenea kuhusu mwanaume aliyemwacha pale nyumbani. Of course she was known as a prostitute. Hakika alitambulikana kama kahaba. But let me tell you that very moment. Lakini hebu niwaambie wakati huo. Nobody could tell whether there is another man in the house. Hamna mwenye kujua kwamba pana mwanaume mwingine pale chumbani. But Christ who searches hearts. Lakini Kristo mwenye kututafuta. Knew there is another man in the house. Alifahamu fika pana mwanaume pale nyumbani. And when this woman came closer to Jesus. Na mwanamke anaposonga karibu pamoja na Yesu. Christ revealed to her who she was. Yesu akapata kujifunua ya kwamba huyu mwanamke ni nani. And Christ ignited in her the love of the mission. Na Kristo akawasha ndani yake upendo katika huduma. This lady, when her love for mission was ignited in her, mwanamke huyu upendo wa huduma ilipowashwa ndani yake, she forgot about what the community thinks about her. Alisahau jamii yanena nini. She forgot about the man in the house. Alimsahau mwanaume pale chumbani. Hello? Ndio. Do you read in your Bible when she encountered with Christ? Unasoma kwenye Biblia anapokabiliana na Kristo. When Christ even told her that even the one you have left in the house is not yours. Kristo anaponenea hata uliyemwacha nyumbani si wako. She did not begin arguing with Jesus. Yeye si mwenye malumbano pamoja na Kristo. Hakumwambia Masihi, wacha niende basi nimfukuze maana sasa nimekupokea. She did not argue like that. Yeye si mwenye kulumbana. She forgot about that man. Alifanya kumsahau huyo mwanamume. And ran with the ignition she got for the mission. Na akakimbia na moto aliyopata kwa ajili ya huduma. And when, let me tell you brethren, hebu ninene pamoja na ndugu. When you have that spirit of God, unapokuwa pamoja na roho wake Mungu, wala hata kama ulikuwa prostitute, people will see you as no more prostitute. Amen. Yes. They had known her as a prostitute. Walishamfahamu kama kahaba.
But when she was ignited by Christ, pindi tu alipofanya kuwashwa na Kristo, she forgot about all that. Alisahau yote. And she ran to the multitude in the community. Na kakimbilia kwenye umati na jamii. She invited everyone. Na ni mwenye kufanya mwaliko kwa kila My mtu. Bible tells me that they never doubted her Biblia word. yangu inaninenea kwamba hawakuwa na shauku katika neno lake. Women who are in the church here, KCC, kanisani hapa kanisa la KCC. it doesn't matter your past life. Haijalishi maisha yako ya awali. Wachana kuambia watu ati voice yako haiko kwa keyboard. When you meet with Christ, he puts that voice in the keyboard for you. Unapokutana na Kristo ni mwenye kukupatia sauti kwenye kinanda. Forget about that. Usisahau hayo. Get ignited with the mission. Hebu fanya kuwashwa na huduma. And then join, and when you will sing, everybody will wonder. For sure. Kila mtu atastajabu. She has been saying that the voice is not in the keyboard. Ni mwenye kusema sauti haiko kwenye kinanda. And I see her singing nicely. Sasa hivi namuona naimba vizuri. That is a woman who has met with Christ. Huyu ni mwanamke ambaye amekutana pamoja na Kristo. Men, young people, wanaume pamoja na vijana, get ignited by Christ. Hebu washwa pamoja na Kristo. She brought about change. Basi alifanya kuleta mabadiliko. You also need to bring change. Nawe inastahili ulete mabadiliko. Wherever you are. Popote ulipo. International Women's Day of Prayer. Basi siku kuu ya maombi ya kina mama. Let it not simply bypass you. Basi isiwe tu ni siku ya kupita. Don't make it the norm. Basi isikuwe tu ni mtindo. But I pray and implore you. Lakini mimi nawasihi na kuwaomba. That you get ignited in your prayer life. Ya kwamba ufanye kuwashwa katika maisha yako ya maombi. That you will pray and God will listen to you. Na utafanya kuomba na ni Mungu mwenye kukusikia. God will show you mighty and great things. Mungu atakuonyesha mambo makuu na mambo magumu. Things that you don't need to go to the university to research about. Ambayo hustahili kwenda kwenye chuo kikuu kwa ajili ya kusoma. You only need to come by faith. Unahitaji tu kwenda kupitia kwa imani. And when you pray to God, na unapoomba kwake Mungu, He will listen to you. Mungu atafanya kukusikia. I pray that Christ will find a home in your heart. Ninaomba ya kwamba Kristo apate makao kwenye moyo wako. And may the Spirit of Christ ignite your prayer life. Na Roho wa Mungu apate kuwasha maisha yako ya maombi. In Jesus' name I pray. Katika jina la Yesu nimefanya kuomba. Amina. Basi tusimame na wimbo nambari 73 tukiongozwa na choristers 73. Tukiendelea kuimba Women Mteremke kwa wimbo wa mwisho. Bwana
nafasi. Kama si Mungu aliyekuwa upande wetu, sisi wa Israeli wote tungeangamia. Jeshi lililotufuata nyuma kwa hasira nyingi, maji yangetumeza tu hai, tungeangamizwa. Kama si Mungu aliyekuwa upande wetu, sisi wa Israeli wote tungeangamia. Jeshi lililotufuata nyuma kwa hasira nyingi, maji yangetumeza tu hai, tungeangamizwa. Atukuzwe Mwenyezi Mungu kwa kutukomboa mtegoni mwa shetani. Alitutoa, tumeponea kwa nguvu zako na wema wako. Sasa tu hai, tunakusifu, upokee sifa. Sasa tu hai, tunakusifu, upokee sifa. Atukuzwe Mwenyezi Mungu kwa kutukomboa mtegoni mwa shetani. Alitutoa, tumeponea kwa nguvu zako na wema wako. Sasa tu hai, tunakusifu, upokee sifa. Sasa tu hai, tunakusifu, upokee sifa. Kama si Mungu aliyenyosha mkono wake akatamka neno moja tu, tungeangamia. Sisi wanyonge hatuna nguvu. Asante Mungu, nyosha mkono ukaangaze, tuione nuru. Kama si Mungu aliyenyosha mkono wake akatamka neno moja tu, tungeangamia. Sisi wanyonge hatuna nguvu. Asante Mungu, nyosha mkono ukaangaze, tuione nuru. Atukuzwe Mwenyezi Mungu kwa kutukomboa mtegoni mwa shetani. Alitutoa, tumeponea kwa nguvu zako na wema wako. Sasa tu hai, tunakusifu, upokee sifa. Sasa tu hai, tunakusifu, upokee sifa. Atukuzwe Mwenyezi Mungu kwa kutukomboa mtegoni mwa shetani. Alitutoa,
tunakusifu, upokee sifa. Sasa tu hai tunakusifu, upokee sifa. Atukuzwe Mwenyezi Mungu kwa kutukomboa mtegoni mwa shetani. Alitutoa tumeponea kwa nguvu zako na wema wako. Sasa tu hai tunakusifu, upokee sifa. Sasa tu hai tunakusifu, upokee sifa. Thank you so much, Women Ministry Choir. If it were not for the Lord on our side, let us say God is good. They have sung from the Psalm 124. That is where those words come from. I request that we all rise up for the prayer. Let us pray. Our Father and our God in heaven, we are so grateful to you. We want to thank you because once again you have spoken to us. Wherever we are, whatever we have been, you have spoken that, Lord, you are ready, more than ready, to ignite our prayer life so that we can have a communion with you, so that we can walk with you, so that, Lord, we can abide in you. Thank you so much for humbling yourself to give your Son, Lord Jesus Christ, to die on the cross because of our sins, and to let his blood cleanse us from all our unrighteousness. And so we are now called your sons and daughters. Help us, Lord, where we have been static, that we get ignited through your love. Thank you for every person who has come here today. I want to believe that, Lord, you have spoken to our personal lives. Help us also to be personal with you through studying your word and, Lord, communing with you in prayer. Let your blessings rest upon each and every one of us. Meet us at our points of need, because we have different varied needs, Lord, before you. We come to you because you are our God. And we have the assurance that in you, Lord, all is possible. We praise you, Lord. There are brethren who are standing here who have questions, who have tough questions, Lord. We have just read your word that call unto me and I will show you great and mighty things, things that are fenced in, things that are hidden, things that are unsearchable, Lord, things that we cannot understand, things that we cannot distinguish. Father, they are open before you, but these things also bother us in this life. How I pray that, Lord, you come real to each and every one of us. Give us a reason to smile and to have joy in our hearts. Mend our broken hearts. Thank you so much because you hear our prayers and you answer, because we have asked all these blessings in Jesus' name. Amen. Get the point. Take a step forward.